Mwaka 1904 katika mji wa Paris ndani ya nchi ya Ufaransa, walikutana viongozi wa soka kutokea mataifa kadhaa, na walikutana kwa lengo la kuanzisha shirikisho moja la soka litakalojumuisha mashirikisho yote ya soka kutokea nchi mbalimbali kuwa chini ya shirikisho moja la soka. Katika mkutano huo ndipo walipoanzisha shirikisho la soka la dunia waliolipa jina la FIFA, kwa urefu wa jina zima likisomeka Federation Internationale de Football Association. Hii ilikuwa ni lugha ya Kifaransa. Nikurudisha nyuma kidogo, hapa walipokutana ni katika jiji la Paris nchini Ufaransa, hivyo hata lugha ya FIFA iliyoamuliwa kutumiwa ni lugha ya Kifaransa. Ilikuwa ni siku ya tarehe 21 Mei ya mwaka 1904, na nchi wanachama wa kwanza kujiunga na shirikisho hili la FIFA. Katika nchi hizo, ya kwanza ilikuwa ni Ufaransa, ambayo hawa ndio walikuwa wenyeji. Ya pili ikawa ni Ubelgiji, ama unaweza kaita Belgium. Ya tatu ikawa ni Denmark. Ya nne ikawa ni Uholanzi, ama unaweza kaita Netherland. Ya tano ikawa ni Hispania. Sasa hii Hispania iliwakilishwa na klabu kutokea Madridi. Ya sita ikawa ni Uswizi. Ya saba ikawa ni Sweden. Hapo ikawa imekamilisha jumla ya nchi 7, na rais wa kwanza wa FIFA alichaguliwa baada tu ya kuanzishwa kwa shirikisho hili la FIFA, naye akatawala kwa kipindi chake. Baada ya kipindi chake kuisha, nafasi ya urais ikadondokea kwa Jules Rimet. Sasa huyu Jules Rimet ndiye mwanzilishi wa kombe la dunia. Hadithi za simulizi. Lakini kwanza ikurudishe nyuma. Kabla ya kuanzishwa kwa kombe la dunia, mashindano ya kimataifa yalikuwa chini ya Olympic Games, na mashindano haya ya kimataifa yalipitia kwenye nyakati ngumu kutokana na sheria za Olympic Games zilionekana sio sheria zinazowapa uhuru. Mojawapo ya sheria hizo ni ile sheria inayokataza wachezaji wa kulipwa kushiriki katika mashindano ya kimataifa. Mataifa yaliyokuwa yakishiriki yakawa yanahitaji mashindano yatakayowapa uhuru. Rais wa FIFA wa kipindi hicho Bwana Jules Rimet, sasa huyu ndiye yule rais wa pili ambaye sasa ndio anakuja na wazo la kuanzisha kombe la dunia. Yeye akaja na wazo la mashindano ya kimataifa ya soka ya dunia. Kama kawaida, mkutano wa majadiliano ukawekwa, lakini awamu hii ikiendeshwa na shirikisho la soka la dunia, yani FIFA. Mwaka 1928 FIFA ilipitisha rasmi uanzishwaji wa mashindano ya kombe la dunia, na maandalizi yakafanyika kwa miaka miwili tu. Mnamo mwaka 1930 mashindano ya kwanza ya kombe la dunia yakafanyika katika nchi ya Uruguay. Mashindano haya ya kombe la dunia yalifanyika nchini Uruguay kwa sababu zifuatazo. Kwanza, Uruguay ilikuwa na takribani miaka 60 toka wapate uhuru wao kutoka kwa wakoloni waliokuwa wakiwatawala. Sababu ya pili ni miundombinu ya viwanja. Nchi ya Uruguay ilionekana iko vizuri. Na sababu ya tatu, Uruguay ilionekana ni mmoja ya taifa ambalo lipo vizuri sana kiuchumi kwa enzi hizo. Hivyo hakukuwa na shaka yoyote, ikawa imejitosheleza kabisa yeye kupewa nafasi ya kuongoza mashindano haya ya kombe la dunia ya kwanza. Tarehe 13 Julai ya mwaka 1930 ndiyo mechi ya kwanza ya kombe la dunia ilichezwa. Katika mashindano hayo ya awamu ya kwanza ilijumuisha jumla ya timu 13, na timu hazikupitia katika hatua ya mchujo, ila ziliingia kwa kualikwa. Julai 30 ya mwaka huo huo wa 1930 ilifanyika fainali ya kwanza ya kombe la dunia. Fainali hii iliwakutanisha wenyeji ambao ni Uruguay dhidi ya Argentina. Majina ya wachezaji waliocheza kwenye fainali hii ya kwanza ya kombe la dunia, nikianza na kikosi cha wenyeji Uruguay. Wa kwanza alikuwa ni Ballesteros, wa pili akawa ni Mascheroni, wa tatu akawa ni Nasazi, wa nne akawa ni Andrade, wa tano Fernandez, wa sita Gestido, wa saba Dorado, wa nane akawa ni Scaroni, wa tisa akawa ni Castro, wa 10 akawa ni Sia, wa 11 akawa ni Iriarte. Hapo kikawa kimetimia kikosi cha kwanza cha miamba ambao wao ndio walikuwa wenyeji wa fainali za kombe la dunia. Kwa upande wa Argentina ambao hawa walifanikiwa kuingia kwenye fainali,
Kikosi chao cha kwanza kilijengwa na namba 1 Botasso, namba 2 De La Torre, namba 3 Paternoste, namba 4 Evaristo, namba 5 Monti, namba 6 Suarez, namba 7 Piusele, namba 8 Varallo, namba 9 Stabil, namba 10 Ferreira, namba 11 ikamalizwa na Oris. Hapa ikawa imetimia jumla ya wachezaji 22, 11 kikosi cha Uruguay na 11 kikosi cha Argentina. Fainali ikachezwa. Hadithi za simulizi. Katikati ya nyasi ya dimba la Estadio Centenario lililopo katika jiji la Montevideo, hakika ilishuhudiwa fainali ya kwanza iliyojaa ubabe wa kila mmoja akitaka kuandika historia ya kuwa bingwa wa kwanza kwenye mashindano ya kombe la dunia. Ndani ya kipindi cha kwanza, dakika 12 tu, Pablo Dorado alifunga bao na kuweka rekodi ya kuwa ndio bao la kwanza kwenye mchezo wa fainali ya kwanza ya kombe la dunia. Lakini Argentina hawakukata tamaa. Dakika 20 ilitosha kabisa wao kusawazisha kupitia Carlos Piusele na kufanya mzani kuwa sawa, wakati bado Uruguay ikijiuliza walikosea wapi. Kabla hawajapata majibu, dakika 37 Argentina wanazama tena kambani na kuandikisha goli lao la pili kupitia kwa Guillermo Stabil na kuwafanya Argentina kutoka kifua mbele katika kipindi cha kwanza na ubao ukisomeka 2-1. Wenyeji Uruguay ikawa nyuma kwa bao moja. Ndani ya kipindi cha pili, hapo ndipo mchezo ulipogeuka kabisa. Awamu hii Uruguay ilirudi na nguvu mpya. Dakika 57 walisawazisha goli kupitia Pedro Sia na kuufanya ubao wa magoli kuwa sawa na kusomeka 2-2. Dakika 68 wakapata goli lililowarudisha tena kwenye uongozi kwa kupitia Santos Iriarte na kuwafanya wawe mbele kwa jumla ya magoli 3-2. Wakati Argentina wanajaribu kusawazisha, dakika 89 Hector Carlos anawavunja kabisa matumaini ya Argentina kwa kupanua nyuso za furaha kwa Uruguay kwa kuandikisha goli la 4 na kufanya fainali kumalizika kwa wenyeji Uruguay kutoka na ushindi wa jumla mabao 4-2 na rasmi kuwa mabingwa wa kombe la Jules Rimet. Hilo lilikuwa ni jina la rais wa kipindi hicho, hivyo kombe la dunia kipindi hicho lilipewa jina la rais huyo wa FIFA kama heshima ya kuleta wazo la kuanzishwa kwa michuano hiyo ya kombe la dunia. Lakini jina hilo lilidumu kwa miaka 40 kuanzia mwaka 1930 mpaka mwaka 1970. Ilipofika mwaka 1974 likapewa jina la FIFA World Cup Trophy, ambapo jina hilo linatumika mpaka hivi sasa. Baada ya fainali hiyo, kilichofuata ni historia ya mlolongo wa fainali zingine za kombe la dunia.